Kwa mujibu wa FAO-Stat, shirika la takwimu duniani, iliripoti ya kwamba mnamo mwaka 2022 mpaka 2023 Tanzania ilipata uzalishaji wa matunda takribani ilikuwa tani 5,981,000, huku ikiwa na uzalishaji wa idadi ya machungwa ambayo idadi yake ilikuwa ni tani 438,000, ikifuatiwa na idadi ya maembe ambayo ilikuwa ni 949,000, ikifuatiwa na idadi ya matikiti maji ambayo yalizalishwa nchini Tanzania ikiwa na idadi ya tani 37,500. Na hii sasa ikanifanya leo hii nije kwa wauzaji wanaofanya hii biashara ya matunda, kwa sababu imekuwa ni biashara ambayo inapendwa na watu wengi sana. Imekuwa ni biashara ambayo unaiweza ukaanza kwa mtaji mdogo na ukapata mafanikio makubwa sana. Na leo niko Mikocheni ambapo nimekuja kumtembelea Mr. Amani ambaye anauza genge la kijanja, wenyewe wanasema genge la matunda. Sasa leo tutakwenda kujifunza kwa kinaga ubaga ni jinsi gani unaweza kuanzisha biashara ya matunda, ni jinsi gani unaweza ukafungua genge kwa mtaji mdogo na ukaweza kupata mafanikio makubwa sana. Karibu sana kwenye mahojiano maalumu ambapo leo hii tunakwenda kujifunza namna ya kufanya biashara ya matunda au namna ya kufungua biashara ya genge. Leo tunakwenda kuongea na mtu ambaye anafanya vitu vitatu kwa wakati mmoja. Anazalisha mwenyewe matunda, nikiwa namaanisha ya kwamba analima, anaanzia shambani, anauza matunda, lakini yeye mwenyewe ni mtu ambaye anahusika na biashara zote hizi. Anauza matunda, analima matunda, lakini anasafirisha kwenda mikoani. Na si mwingine, niko pembeni yangu hapa, nataka ajitambulishe ili tuweze kujifunza kwa pamoja ni jinsi gani unaweza kufungua biashara ya matunda au unaweza kufungua biashara ya genge kwa mtaji mdogo na ukaweza kupata mafanikio makubwa sana. Karibu sana boss. Asante sana. Kwa kifupi labda unaweza ukatuambia unaitwa nani ili watu wanaotufuatilia waweze kukufahamu? Mimi kwa majina naitwa Amani William Andrea. Ndio. Yes, ni mfanyabiashara wa matunda. Ndio. Ambaye nimeanza kama miaka 4 nyuma. Ndio. Lakini pia ni mkulima na msambazaji wa bidhaa ya matunda. Okay. Kwa kumbe vyote unafanya mwenyewe, unalima mwenyewe, yes. Unasambaza mwenyewe, yes. Lakini pia unauza hapa dukani. Yes. Sasa Mr. Amani, nataka utusaidie swali moja. Kwa nini uliamua kuanzisha biashara ya matunda wakati zipo biashara nyingi ambazo kila mtu anaweza kuanzisha? Kwa nini wewe uliamua kuanzisha biashara hii ya matunda na sio biashara nyingine? Kwanza kabisa niliona kwangu ni fursa nikiwa kama kijana. Ndio. Kwa wakati huo unajua moja kwa moja nimetoka shule. Yeah. Wakati naangalia nini cha kufanya. Yeah. Ukiangalia ajira, upatikanaji wake ni changamoto. Yeah. Basi mimi nikaona iko fursa katika biashara hii ya matunda. Yeah, matunda, okay. Lakini hapo mwanzoni niliona katika kilimo kwanza. Ndio. Niliona katika kilimo, kwa hivyo baada ya kulima nikawa nawaza nafanyaje sasa, nisha kuwa na mzigo wangu shambani. Okay. Nini nifanye? Nikaanza kutoka sasa kuanza kutafuta. Kwa kumbe ulianzia shambani? Yes, nianzia shambani. Na wakati ulianza labda na mtaji kiasi gani, kama unaweza ukatuambia? Mtaji kwa kweli, kwa maana ya kwenye kilimo au kwa maana ya kuja sasa kwa maana ya kuuza moja kwa moja? Kwenye kilimo nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nalima tu kama bustani, yani nilikuwa nalima bustani tu kama mboga hizi, mchicha, chenizi. Okay. Baada ya kuwa napata mazao sasa ile, kwa maana zile mboga sasa nikawa nachukua nabeba nazungusha mitaani nyumba kwa nyumba. Okay. Kwa baada ya hapo nikasema kwa nini nisipate sehemu ambayo nitakaa nitatulia. Yeah. Nitakuwa nikitoa mboga zangu shambani. Nazitua hapo na wateja wananikuta hapo. Unaona, hapo ndipo Amani Foods ilipoanzia. Unaona. Kwa hiyo nikajikuta kwamba tayari nimeingia kwenye ya kutafuta eneo maalum ambalo nitakuwa mteja, badala ya kuwa ninakuta nyumba kwa nyumba. Ndio. Anijue kabisa kwamba Amani anapatikana sehemu fulani. Nikitaka mboga fresh naenda sehemu fulani. Okay. Kwa kumbe ulianza kuzungusha nyumba kwa nyumba. Ambapo ukiangalia vijana wengi leo hii wanadharau kazi, wanaona mimi kuanza kuzungusha anaona kama anaipo. Kumbe ulianza kulima
Kwa hiyo baada ya kuwa umelima, umeshakuwa na mazao sasa, ukaanza kujitafutia soko wewe mwenyewe. Yeah. Okay, ndio ukaanza kutafuta kuingia nyumba kwa nyumba mpaka ukafikia pale. Sasa Mr. Mani, changamoto gani ya kwanza ulikutana nayo wakati unaingia sasa kwenye biashara? Yaani ni changamoto gani ulikutana nayo ambayo mpaka leo ukikumbuka unasema pale nilikutana na changamoto hii? Ni changamoto gani ulikutana nayo? Cha kwanza kabisa, changamoto ya kwanza ambayo nilikutana nayo au ambayo ilikuwa yani inanifanya ni wakati mwingine yani niwaze kwamba labda nikate tamaa na nini, ni ile hali ya kukataliwa. Yani labda unaenda kugonga nyumba ya mtu anakuambia, kwa nini umepigia simu kwamba hapa tuna uhitaji wa matunda au mboga, uhitaji, unaona. Kwa ile kwa namna fulani ilikuwa inanikata sana, lakini baada ya kujua kwamba okay, sio kila nyumba nitakayoenda kugonga ni lazima kwa baada ya hapo nikasema okay, sehemu ambayo nitakayokataliwa basi nyingine nitakubaliwa. Ndio. Kwa hiyo ni changamoto ambayo kwa kipindi kile naanza kidogo ilikuwa na inanikata, ila baada ya kuwa nimeanza kuzoea basi nikaendelea. Okay. Sasa kwa mfano kwa hapa tunavyoona matunda ni mengi na wewe ni mzoefu, umesema una takribani miaka 4, si ndio? Kwa hapa ni matunda gani yanayouzika sana kwa uzoefu wako? Kwa uzoefu wangu mimi matunda yote yanauzika. Ndio maana unayaona yako hapa. Okay. Lakini kama unavyojua biashara ya matunda ni ya msimu. Ndio. Kwa hiyo hata walaji wanajua kwamba tunda fulani likiwa katika msimu fulani ndo linakuwa lina noga zaidi. Ndio. Kwa hiyo kwa msimu kama sasa hivi tunazungumza ni msimu wa maembe, nanasi. Kwa hapa kwetu, kwa matunda ya hapa kwetu sasa tunazungumzia nchini kwetu hapa. Ndio. Tuna embe, tuna nanasi. Ndio. Yani tuna machungwa. Ndio. Ngana yenyewe sio sana. Unaona, na mengine hayo yako kwenye msimu. Kwa hiyo tunda likiwa kwenye msimu linalika. Ndio. Linalika vizuri tu na wateja wenyewe wanaelewa kwamba hichi kipindi cha msimu. Kwa mfano hapa naona machungwa, lakini sasa hivi ukizunguka machungwa mtaani hayapo. Wewe unayapata wapi Mr. Mani? Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mimi kabla ya kuwa muuzaji wa nilikuwa mkulima na mpaka sasa hivi naendelea kulima. Kwa hiyo niko na wakulima sehemu mbalimbali ambazo ziko na ya kilimo cha machungwa. Okay. Kwa mfano kama nikizungumzia mkoani Tanga, kila mtu atakuwa ananielewa kwamba mtu akizungumzia chungwa kusikia kwamba hili chungwa linatoka Tanga. Kwa hiyo kule mimi nina wadau ambao wako katika engo hiyo ya machungwa. Kwa hata kama ni msimu kwamba msimu hakuna kabisa. Maana wapo ambao yani wana miche ambayo mpaka sasa hivi bado inaendelea kuzalisha machungwa. Kwa hiyo wadau hao niko nao katika biashara hii, tunaendelea kufanya nao kwa pamoja. Kwa msimu huu ambaye anatafuta machungwa anayakosa, akija kwa Mr. Mani anapata kabisa bila wasiwasi, tena matamu, yani mazuri kabisa, yenye ubora ule. Mr. Mani, wateja wako wengi ni wateja wa aina gani? Wateja wanawake, wateja wa kiume, wateja masuperstar, wateja wa kawaida? Kuna kipindi niliwahi kumuona, nadhani ni Apostle Bulldozer Mwamposa yuko hapa. Ni sehemu yake, huwa anapenda kuja kununua hapa. Niliwahi pia kumuona Jigiji Jiara. Kwa hiyo kuonesha kwamba wanakufuatilia. Kuna Wachina pia wanaona wanakuja hapa. Sasa wewe wateja wako wengi ni wateja wa aina gani? Kama ulivyosema, unajua wateja au kila mtu anapenda kitu kizuri. Ndio. Na kama mtu anapenda kitu kizuri lazima atakitafuta kinapatikana wapi. Okay. Kwa hiyo au baadhi hao wao wataja na wengine kwa heshima zao tuwezi kuwataja, lakini tunawahudumia. Ndio. Wao wanataka kitu kizuri. Kwa hiyo katika kutafuta kwao waligundua kwamba amani kinapatikana, wanapata kitu vizuri. Kwa ndio maana unawaona wanakuja. Na vile ni kwamba ni swala la muda tu, kama tutaendelea kuwepo hapa wewe mwenyewe utakuwa shuhuda wa hichi ninachokuambia. Kwa hiyo siri ya watu kuja kwa Mr. Mani ni kwamba wakija kwa Amani wanapata kitu kizuri na kitu fresh kabisa, kwa maana ya matunda. Kama tunavyojua wateja
huwa kuna ile kasumba ya mteja anaweza akanunua leo alafu kesho asirudi, lakini kuna wateja ambao wananunua na kurudi hapa. Labda siri ni nini? Kuna huduma nzuri kwa wateja au siri ni ile ile kwamba Mr. Amani ana bidhaa nzuri? Unajua mteja ni kama tuseme ni kama mgonjwa. Ndiyo. Jinsi ambavyo unavyo mhudumia ndivyo unafanya nani ya uponaji wake wa haraka. Ndio. Kwa mteja anataka kubembelezwa, mteja anataka customer care mzuri. Ndio. Lakini customer care peke yake haitatosha kumrudisha mteja. Isipokuwa huduma ile unayompatia sasa, kwa maana ya nani yenyewe, ile bidhaa unayompa ina ubora kiasi gani. Kama unavyoona sisi kwa kweli tunajitahidi sana kuanzia shambani kuhakikisha kwamba tunapata matunda grade 1. Kwa hiyo mteja anapopata huduma kwetu ni lazima atarudi, kwa sababu bidhaa tunayompatia hawezi kupata sehemu yoyote ile, hata akizunguka masokoni, isipokuwa kwa Amani, isipokuwa kwetu tu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ni kwa sababu sisi ubora wetu unaanzia shambani. Ndio. Kwa sababu sokoni utaenda utakuta yamechanganyikana tu, lakini sasa sisi anaanza kuandaliwa kutokea shambani. Unaanza kuandaa mwenyewe. Kwa hiyo shambani anakuja moja kwa moja mpaka ofisini. Okay. Kwa hiyo umeshajua kwamba mimi wateja wangu wanahitaji kitu fulani. Yes. Kwa hiyo kama wateja wangu wanahitaji kitu fulani lazima nikiandae kuanzia shambani. Okay, sasa Mr. Amani, ndio nilikuwa nakufuatilia muda mrefu kwamba unauza matunda. Ndio. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda naona kuna juisi tena. Hapa nimeona unakunywa Amani inaitwa Amani fresh juice. Yes. Ni nini kilikusukuma kwamba ukaweza kushift kwamba huku kwenye matunda nipo lakini ngoja niongeze na juisi? Ni kitu gani kilikusukuma mpaka ukaamua kuhamia? Sawa. Juice Amani fresh juice imekuja. Ndio. Ni pale baada ya kuwa naona kwamba namna gani ambavyo naweza kuwa na fix damage za matunda. Ndio. Unakuta kwa mfano tunda lina tatizo kidogo, kwa mfano labda katika usafirishaji limejipiga. Ndio. Umeona? Sasa badala ya kulitupa, mimi naona niliandalie mazingira mazuri ya kulitengeneza. Okay, kwa unadhibiti ule upotevu tunda na kupunguza hasara. Kwa niliangalia kwa engo hiyo ndio ikaja hii Amani fresh juice. Okay. Na namshukuru Mungu kwa kweli imekuwa ni juice nzuri ambayo inaenda. Kabisa. Okay. Sasa umetuambia shambani unalima. Ukija kuangalia kila matunda huwa yanakuwa kama yana tabia za kukua kwa maeneo fulani. Kwa mfano Tanga ni machungwa, wapi labda si mananasi. We unalimia hapa Dar, unalima matunda gani? Mimi hapa Dar es Salaam nalima mkulanga. Unalima mkulanga. Ni matunda gani unayolima ambayo yanakubali? Matunda nayolima mkulanga ni papai. Yes, kuna nanasi. Au unalima mwenyewe? Na matunda mengine. Tuna migomba ndizo, unaona kwa mfano kama hivi. Okay. Sukari tunatoa moja kwa moja shambani kwetu. Hizo unalima mwenyewe? Yes. Mpaka Bukoba? Yani tuna ndizi nyingi. Sasa Bukoba unalima mwenyewe? Jambo basi hiki ni kitu kizuri sana. Sasa ni kitu gani kinakusaidia kwamba niweze kupanga bei hii, kwamba nitapanga bei kwa kuwa nalima mwenyewe, nitapanga bei na hii bidhaa ninayonunua sokoni napanga kwa bei? Ni kitu gani kinachokusaidia kuweza kupanga bei kwamba kitu hiki nitauza bei hii, kitu hiki nitauza bei? Kwa sababu ukija kuangalia matunda kila siku yanabadilika, thamani yanabadilika, ubora. Ni kitu gani unakizingatia kwenye kupanga bei za matunda yako? Kwenye issue ya bei, ndio sisi kwanza tuna bei rafiki sana ukikompea na sehemu zingine hata masokoni. Okay. Yani kuna mteja mwingine anakuambia yani nilienda sokoni nikapata kitu ambacho ni tofauti kabisa na nilichokuwa nikihitaji, lakini nimekuja hapa nilikuwa nawaza kwamba labda itakuwa ni bei ghali sana. Lakini nimekipata kitu kwa kwa ubora wa hali ya juu, pia kina thamani ya pesa ambayo ni ndogo. Kwa issue ya bei, yani sisi tunapanga bei ambayo kila Mtanzania anaweza akanunua. Kwa hiyo eneo wengine wanakuambia labda ni kwa sababu ni Mikocheni au Masaki au wapi inaweza kuwa bei sana. Hapana, sisi branch zetu zote bei yake ni rafiki sana. Kwa mfano kama embe tunauza 1000, nadhani hata ni sehemu zingine. Kuna zingine zinakuaga hapo hadi 500 tunauza. Unaona, ndizi 250 kwa 200. Unaona, ni bei ambazo yani, lakini bei ni kama sehemu zingine, ila ubora sasa
kama unavyoona ubora wake yani ni kiwango kile cha kwanza grade 1. Grade 1. Umeona Sasa Mr. Amani, mara nyingi nimekuwa nikiongea na wewe unaniambia nasafirisha mzigo. Juzi nakumbuka uliniambia niko bandarini nasafirisha mzigo Zanzibar, mara nasafirisha mzigo Iringa. Ni kwa sababu ukiangalia kule na kwenyewe wanalima. Yes, wanalima. Sasa ni nini siri mpaka watu wanatoka mikoani wanakuja Dar kuagiza matunda, wakati sisi tumezoea mtu wa mkoani anakuja Dar kuagiza nguo, kuagiza viatu, kuagiza simu. Sasa wewe unadhani ni siri gani ambayo imekufanya mpaka mtu anatoka mkoani anakuja kuagiza maembe Dar? Yes. Ni kuna siri gani hapo Mr. Amani? Kwanza kabisa kama nilivyokuambia hapo awali kwamba sisi ni wauzaji na wasambazaji wa matunda. Ndio. Sisi si matunda tu haya ya nchini kwetu, kwa maana embe, dodo au ndizi, kusukari na nini. Sisi tuna supply hadi matunda yanayotoka nchi za nje. Hapo ninazungumzia South Australia, Misri, nchi zile zote ambazo zinafanya kilimo cha umwagiliaji. Sisi tuko na wadau huko ambao wao wanajihusisha na kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo sasa utakuta kwa mfano wateja wetu wengi ambao ni wa mikoani, sawa, pamoja na ubora, labda pengine anataka bidhaa kufanya matunda ya hapa mkoani kwetu, ila anajua kabisa kwamba akiagiza na sisi atapata ile quality anayotaka yeye kulingana na soko lake. Kwa hiyo mteja anaona kwamba ili na mimi nipate kitu kizuri, ni wape wateja wangu kitu kizuri, ni lazima niagize sehemu ambapo vinapatikana kitu kizuri. Kwa hiyo unakuta watu wengi wa mikoani wanapenda kuagiza na sisi kwa sababu ya ubora. Kwa hiyo yuko tayari kulipia kiwango kikubwa cha gharama ili mradi tu aweze kupata kitu ambacho ni bora. Kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo kumbe siri ni ubora wa bidhaa zako. Sasa Mr. Amani, kama tunavyofahamu kwamba matunda ni wenyewe wanaita ni perishable goods, ni aina ya bidhaa ambazo hazikai kwa muda mrefu, zinaharibika. Unaweza vipi kuhakikisha ubora wa matunda yani unaweza vipi kutunza matunda yakabaki na ubora ule ule na yanakaa siku ngapi, kwamba hii ilivyokaa hapa kwa siku ya leo naomba nilitoe aliwezi kutafaa tena mteja? Yani unawezaje vipi kutunza ubora wa matunda na yanakaa kwa siku ngapi mpaka ya ukasema kwamba hapa sasa siuzi na amishia kwenye matumizi mengine? Sasa ndio issue ya kutunza ni kwamba kuna baadhi ya matunda wakati nayaleta kutoka shambani, ninaangalia na uivaji wake kwamba hili linaweza likastahimili baada ya muda gani, lakini pia soko lake pale ninapopeleka, kwa maana hapa ofisini kwetu, labda lina mzunguko wa kiasi gani. Kwa mfano kama papai haziwezi kukaa wiki. Yani imeenda sana ni siku 3. Yani hilo linakuwa tayari. Kwa hiyo hata unapokuwa unaleta kile kiasi ambacho unajua hiki ndani ya muda huu kitakuwa kimeisha. Na kama imebaki basi tuna mazingira mazuri sana ya kuhifadhi. Miundombinu ya baridi ambayo ni mifumo yetu ambayo tumefunga ndani huko yenyewe na ili iweze kuyatunza. Sasa wewe kama mzoefu, nadhani umeshakutana na watu mbalimbali ambao wanafanya hizi biashara. Unafikiri watu wanaoanza kufanya biashara za matunda ni makosa gani ambayo huwa wanayafanya, ambayo pengine na wewe wakati unaanza ulilifanya? Kitu cha kwanza makosa niseme ambayo mtu anaweza kawa anafanya kwenye biashara hii kama anaanza, cha kwanza ni kuchagua eneo. Eneo ni kitu cha kwanza katika ufanyaji wa hii biashara. Natakiwa ujue kwamba unataka kudili na watu wa namna gani, wateja wako ni wa namna gani, wanapatikana wapi. Ukishajua basi unawasogelea. Kwa hiyo ukifanya kosa kuchagua eneo itakupost. Kwa sababu utakuta unaleta labda bidhaa hazitoki kulingana na nini, eneo ambalo ulilopo, labda mteja aweze kukufikia ile moja kwa moja. Unaona, kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo mimi naweza nikashauri kwa mtu ambaye anataka kuanza biashara hii, ingawa ina mambo mengi, ila hili cha kwanza ni utafutaji wa eneo. Kwa hiyo ukipata eneo ndo inakuwa ni jambo zuri sana ambalo mtu anaweza akafungua biashara hii na ikampa faida. Ndio kabisa. Sasa nataka nikuulize swali moja ambalo ni swali la mwisho. Unafikiri
kama Amani leo hii angekuwa anaanza upya kufungua biashara hii ya matunda, ni kosa gani ambalo alilifanya na asingelifanya? Au ni kitu gani ungekiboresha zaidi, kwamba kama nataka kama nataka nikafungue branch sehemu nyingine, kulingana na uzoefu ambao nimeshakuwa nao, ni kitu gani nikiboreshe zaidi ya hapa? Yani kosa ambalo naweza nikasema kwamba kama ningepata nafasi ya kuanza tena nisingelifanya. Nadhani ni kuto kumnani mteja, kuto kumnani sana mteja, kumwamini mteja sana. Ilitokeaje mpaka hapo? Kwa sababu kuna mteja aliwahi kuniambia naomba nifungie matunda. Kuna matunda alifanya, akachagua kwa wingi tu, akaniambia narudi, nakuja na hakulipia, alikuwa hajalipia, akawa ameondoka kwa kipindi hicho ambacho ndo naanza. Alikuja tu kama na nini nzuri tu kabisa, akakusanya na nini matunda mengi, akafunga. Mimi nikafunga, nikakaa nikamsubiria. Nisikudanganye mwandishi, hakurudi tena yule mteja. Na matunda nimekaa nayo karibuni siku nzima, na tayari nilikuwa nishafunga. Kwa hiyo yani ile ni kitu ambacho, kwa hiyo kama mtu hajalipia hautakiwi kumwamini. Kama anasema atarudi, basi angalau ataacha hata advance. Na kama labda ni mtandaoni, alipie kabisa. Kwa sababu hii ni mali kuoza. Umeona, sasa mtu anapokuambia bana niandalie na nini nitapitia, alafu asije inakuwa ni hasara kwako. Sasa Mr. Amani, kuna watu wengi leo hii wanatamani sana kuanzisha biashara ambayo unafanya kama wewe. Wanatamani sana mali unapopata mzigo na wao waupate. Sasa wanakupata vipi ili waweze kujifunza hiki ambacho unakifanya, na vipi, kuna gharama ambazo wanatakiwa walipie ili uweze kuwafundisha, au kuna kitabu unacho ili watu, kwa sababu watu wengi sana wanatamani kuanzisha biashara ya genge lakini hawajui waanzie wapi na hawajui waanzie kwa nani. Sasa wewe kama Mr. Amani, tunawasaidiaje watu wa aina hii? Mimi kwanza kabisa tuko na kitabu chetu ambacho tumesha kiandaa kwa ajili ya kupata mafunzo namna ya kuanza biashara hii, nini cha kuzingatia, na namna ya kuisimamia biashara hii kwa tayari umeshafungua. Lakini pia tuna mawasiliano yetu kwa maana ya namba za simu. Pia tuko na peji zetu mbalimbali ambazo kwa social media wanaweza wakakufuatilia na wakakupata. Namba za simu, unaweza kutaja namba za simu ili wakakupata? Yes, na namba ya simu ya ofisi ni 0744 62 59 54. Zingatia neno namba ya simu ya ofisi. Hiyo ni ya ofisi. Umeona, ukipiga na maana ni moja kwa moja utakuwa unatupata ofisini moja kwa moja. Sasa nadhani nilitaka kusahau kitu kidogo. Niliona kuna kipindi umeposti strawberry. Zile strawberry unalima? Yes, strawberry nalima, lakini ile mimi na share kwenye kilimo. Acha wanaolima, wanaolima watu ni kakangu ndo wanafanya hiyo. Okay. Yeye yuko Iringa. Kwa hiyo kama mtu akihitaji strawberry pia anapata kwa bei ya jumla na rejareja. Akazipata hapa. Sasa hapa tunapatikana wapi? Yani hapa tunataka kwamba mtu akija kama anatokea wapi anakupataje? Tunapatikana wapi kwa hapa Dar es Salaam? Labda una branch nyingine tena tofauti na hii? Tuko na branch Mbweni JKT. Tuko na branch hapa Mikocheni B. Tuko na branch Mikocheni A. Lakini pia tuko na branch Masaki. Kwa hiyo sehemu zote hizo akienda ni ile Amani. Ni Amani Fruit and Vegetable Point. Kule pia akienda, kwa sababu kuna watu wengine wana tabia moja, kitu ambacho kiko hapa ni tofauti na ambacho kiko kwenye branch. Kwa hiyo akienda branch yoyote ile ya Amani yoyote anapata kabisa. Na anapata pia huduma. Okay, nadhani mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho. Mr. Amani, nashukuru sana kwa mapokezi mazuri, lakini pia nashukuru sana kwa kipindi hiki. Najua watu wengi watakuwa wamejifunza, na watu wengi wanaotamani kuanza biashara kama ya Mr. Amani. Ameacha namba yake, amesisitiza ni namba ya ofisi. Kwa hiyo kama unahitaji, usiache kumtafuta kwa mawasiliano yake ili kila mmoja aweze kuanzisha biashara ya matunda. Ni hayo tu. Kwa majina naitwa Royemam. Asante.